iko sanda tu. Haimo. Ilikuwa mwenye dhambi sana miaka 60 mpaka 75 mwezi wa 4. Kwa kuwa aliondoka kwenye kaburi ikabakia sanda, akabeba madhambi yangu yote. Na magonjwa yakaondoka, na hasira zikaondoka, na unyinyi ukaondoka. Sijakuelewa pale kwa sababu ujakutana na Yesu inawezekana kama mimi au kama mtu mwingine. Kama ungekuwa Paulo hapa angekusimulia jinsi gani alikutana na Yesu, akampiga pasi, akamunyosha, akakaa sawa sawa. Paulo alinyoshwa na Yesu. Sio dini ya Kiyahudi. Imebaki sanda. Imebakia sanda. Imebakia sanda. Imebakia sanda. Imebakia sanda. Imebakia sanda.
na magonjwa yote yaliyopo duniani yana taarifa kamili ya kwamba Yesu kwa wafu alitoka. Imebaki sana. Sasa kama nateseka, si shauri yake Mwokozi, ni shauri yako mwenyewe. Maana kuna watu wanaonewa kwa sababu tu ya kutokuamini sawa sawa. Kanisa inateseka, wanao wanateseka kwa sababu ya kutokuamini sawa sawa. Huyu Yesu ambaye namleta kwako jioni ya leo, yeye alifufuka. Imebaki sana kwa wafu. Vipo wimbo huu utasikia hata kama kuna magonjwa yanaondoka. Kuwekea mikono mpango wa dini tu. Mpango wa maaskofu. Wekea mikono kia mikono. Wakiingia lazima waamini, uimbe, magonjwa yaondoke, vifungo viondoke, maana yeye hayuko, imebakia sana. Na wiki hii tunasoma moja tu, nalo linamhusu Yesu. Sasa jioni ya leo natamani kupa sifa mbili tu ambazo zinamfaa Yesu, au Yesu alikidhi vigezo. Leo tutazungumza vigezo viwili tu vinavyompa sifa na usahihi na uhalali wa Yesu kuwa Mwokozi wa mwenye dhambi mmoja kama wewe na mimi. Haleluya. Vigezo ambavyo vinasababisha Yesu thibitisho na mbingu ya kwamba amekamilisha vigezo. Leo naomba vigezo viwili. Cha kwanza, kwa nini Yesu ni Mwokozi mwenye dhambi? Ni kwa sababu yeye ni wa milele. Sifa ya kwanza ya Yesu Mwokozi wa mtu mwenye dhambi ni kwa sababu yeye kwanza ni wa milele. Kuna watu maarufu sana kama Adamu. Adamu alikuwa mtu maarufu sana kwenye Agano la Kale, na Mungu alimheshimu sana, akampa miaka 930. Ndio miaka ambayo Adamu aliishi. Chini ya jua unaoliona wewe, chini ya hewa unaoishuhudia leo, Adamu aliishi miaka 930. Akaja mtu mwingine maarufu akaishi miaka 969, Metusela. Naye hakuweza kutimiza vigezo vya kusamehe dhambi ambayo ilikuwa imepangwa kwenye moyo wa mwanadamu. Metusela hakuweza, Adamu hakuweza, Ibrahimu rafiki yake Mungu naye hakuweza kutimiza kigezo cha kuwa Mwokozi wa wanadamu, kwa sababu wote walikuwa watu wanaishi kwa miaka michache, kisha ni watu wa kumalizika. Mtu anapookoka anakuwa amekutana na wa milele, ameubadilisha maisha yake, anamgeuza yule mtu ili na yeye aishi milele kwa tabia ya Yesu. Unageuzwa si kwa sababu ya dini ya AGT au Pentecost au TH. Hakuna dini hata moja Tanzania iliwahi kumbadilisha mwanadamu hata mmoja. Haijatokea na haitatokea milele kwamba kuna kanisa au kuna huduma itakayomgeuza mwanadamu. Haipo duniani. Lakini Yesu akikutana na maisha yako kwa kwani wa milele, ataweza kukugeuza. Amen. Sijapelewa bado. Amen. Usitegemee dini ya AGT. Binti. Mabinti mnatazama mbele, wasichana wote mnaangalia mbele.
Usitegemee dini AGT itakusababisha binti wewe mtakatifu bila wewe kuamua kuishi maisha matakatifu, bila kumwalika Yesu aingie moyo, haitatokea. Na mmoja Yesu mwambie, soma Mithali 8:22. Na maandiko mengi kidogo ya kuthibitisha kwamba Yesu ni Mwokozi. Andiko la kwanza Mithali 8:22. Ifika soma haraka kidogo, gawane maiki, nataka usome maandiko kuthibitisha kwamba Yesu alitimiza vigezo kwa usahihi vya kuwa Mwokozi. Mithali 8:22. Soma. Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake, kabla ya Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale. Kabla matendo yake ya kale. 23. Nalitukuka tokea milele, tangu awali, kabla haijawako dunia, wakati visipokuwako vilindi nalizaliwa. Wakati vilindi vya maji havitakuwapo. Yesu ni Mwokozi, kigezo cha kwa alikuwepo kabla vilindi vya maji havitapata kuwapo, kabla misingi ya dunia haitapata kuwapo. Yesu alikuwepo. Yohana 1:1. Yohana 1:1. Nasoma. Hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye halikufanyika chochote kilichofanyika. Haleluya, piga Yesu makofi kama unaelewa. Yesu ni chanzo cha kila kinachokiona. Yesu amekidhi vigezo kwa sababu hakuwa na asili ya binadamu. Amekidhi vigezo kwa sababu hakuwa na asili ya binadamu. Alikuwa na asili ya milele. Ndio maana magonjwa yanaitika. Yanamitikia yeye kuwepo tangu mwanzo, kabla misingi ya dunia haijapata kuwepo. Nilipokula sumu mwaka 78, nilikuwa chakula kizuri kwa bibi yangu. Sauti kaniambia, mwanangu, chakula sio sawa. Sasa naona akili kama inataka kuondoka. Akaniambia, soma Marko 16, soma ule mstari 18 na kuendelea. Niliposoma ule mstari, sasa nikaniambia, funga mlango wa chumba chako chofikia, anza kuita. Nilipoanza kuomba, nikanena kwa lugha. Nilikuja kushangaa. Sekunde chache ikawa mzima. Aliyenipa sumu akakimbia. Amen. Nikabaki na dumu. Hii ni kweli. Biblia inasema hata ukiwekewa sumu, unakula au unadunda unaondoka, maana yeye ndani yako alikuwepo kabla ya sumu kuwako. Ndiye alikuwepo. Baba yangu mwenyewe amenifundisha imani moja ya ajabu. Aliumwa na nyoka, akamata nyoka kwenye mguu. Alipoondoka, wazee wa Kristo akamwambia, sasa nataka ufunge mguu, ufunge na kamba. Akamwambia Yesu, anafanya kazi gani? Sifunge mguu. Hakufunga mguu. Akakaa masaa mawili, matatu, manne, mpaka leo hajawahi kanyaga hospitali kwa sababu eti aliumwa na nyoka. Wapendwa, tunayemwamini kama tungelimjua na kwamba yuko ndani yetu kwa viwango ambavyo hata malaika wanatamani kuwemo ndani yake. Mwanzo 1:26. Mwanzo 1:26. Nasoma. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Haleluya! Inaonyesha andiko la Mwanzo 1:26. Walikuwa watu zaidi ya mmoja
kusema na tumuumbe mtu kwa mfano wetu na tumfanye mtu ili zaidi ya mtu mmoja. Yesu Kristo alikuwako tangu awali. Mwanzo 3:15. Mwanzo 3:15. Mwanzo 3:15. Mwanzo 3:15. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa na wewe utauponda kisigino. Pigia Yesu makofi ya shangwe. Haleluya. Pigia tena Yesu makofi kama unaelewa. Tunaye Mwokozi kabisa. Tatizo ni wewe kutokuamini kwako. Tatizo sio Kristo. Kanisa la leo, shida sio Kristo, shida ni mwanadamu. Ni wewe. Siku za nyuma ulikamisikia Pasaka, watu wanaomboleza, watu wanatafakari, wanajiuliza Yesu alichukua nini? Alichukua yote. Nilikusikia siku moja malizia hapo. Ndio wangu pengine nilipata ujauzito baada ya kufunga harusi. Alikuwa ni mdogo wetu wa kwanza kwenye familia yetu kufunga harusi. Papata ujauzito, yule binti miezi 8 wakamwambia utazaa kwa operation. Wakamchukua mpaka Kinga, usali ya wazungu. Sasa mara kwanza tunakafa kwenye operation. Mara pili penda mdogo wangu mtoto akafa. Alipokufa nikamwambia mchungaji kabisa, mbona kuna siku alisema inawezekana kuahirisha operation? Inawezekanaje mchungaji wangu? Akasema inawezekana. Nikajipa moyo nikasema sasa nitaondoa